tatu anaambiwa ukishageuzwa kwa mtu mwingine, jambo la mwisho tutakutana tena kule mbele ili twende tukatoe sadaka. Kwa hiyo kuna mambo matatu ambayo huyu mtu anatakiwa atembee nayo. Jambo la kwanza, atapakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, huyu mlokole lazima ageuzwe awe mtu mwingine, aumbiwe moyo mpya na roho mpya. Jambo la tatu ni sadaka. Mambo haya matatu ambayo Samueli alikuwa anamwelekeza Sauli. Tumie Yesu makofi. Alimwelekeza kwamba ukishamaliza hayo tutakutana kule mbele ili tukatoe sadaka. Maana Samueli anaamini nimeshampaka mafuta tayari, amegeuzwa, ameumbiwa roho mpya na moyo mpya. Sasa jambo la mwisho ni sadaka. Kwa hiyo mlokole ndio umepaka mafuta, sasa utageuzwa wewe mtu mwingine, lakini usisahau sehemu ya kutoa sacrifice, sadaka. Mtu huyu akitembea na mambo matatu, akapaka mafuta, akawekewa mikono, lakini akageuzwa, akavuta vuto, akafinyangwa upya, akaumbiwa moyo mpya na roho mpya, halafu pia atashiriki mambo ya sadaka, mtu anakuwa sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu anakuwa sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea msomaji wangu. Mstari wa endelea tu nisikukatishe. Rudia tena hapo, rudie wajasikia. Ile chapia Yesu makofi. Sauli alipogeuka tu kumwacha Samueli, Mungu akamwambia moyo mpya saa ile. Mungu yuko tayari akumbie moyo mpya leo saa hii. Kwa mikono yako mpigie Yesu wako. Na mambo yatabadilika. Hautakuwa mtu yule aliyokuzoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipogeuka tu Sauli kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha. Kwa nini Mungu anataka wabadilishie moyo hao?